kusimulia hadithi ya familia moja kutoka Arusha, familia ya mzee Lohai Akonai na mwanawe Joseph. Hawa walizaliwa na kukulia kwenye ardhi ya mababu zao, ardhi ya kijiji ya jadi na ardhi walioishishana vizazi na vizazi. Katika ardhi yao walipanda mazao, walifuga mifugo na waliishi kwa amani wao na wanakijiji wenzao. Lakini siku moja serikali ilifika na kusema kwamba hii ardhi si yenu, haina hati na hivyo tunaihitaji. Bila onyo wala fidia walitakiwa kuondoka kwenye eneo lao. Ni wengi walinyamaza, lakini si mzee Lohai. Yeye na wanaye walikataa kukubali kukaa kimya na wakaenda mahakamani, wakidai kuwa ardhi ya kimila ni mali halali na kwamba katiba inalinda kila aina ya mali, hata ile isiyo na hati. Kesi yao ikaenda hadi mahakama ya rufani ya Tanzania, na hapo historia ikaandikwa. Mahakama ikaweka wazi kuwa ardhi ya kimila ni haki na kuchukua ardhi ya mtu bila fidia ni kuvunja katiba. Ushindi ukawa kwao, lakini si wao tu, bali walisaidia maelfu na maelfu ya Watanzania waliokuwa wakiishi kwa mashaka juu ya ardhi zao. Tokea hapo sheria ikatambua rasmi hata ardhi ya mababu ambayo haina hati ni mali inayolindwa kikatiba. Leo hadithi ya Lohai inabaki kwa funzo kwamba hata kama haki huchelewa, lakini haipotei. Na kila Mtanzania ana haki ya kupigania alichonacho kwa njia ya amani na kwa njia ya sheria, kwani ardhi sio tu ardhi, ni urithi, ni utambulisho na ni maisha ya kila mmoja wetu.